Bwana asifiwe. So David Livingstone, sijui kama hakurudi kwao, he never went back home. But this missionary said when the other people back home wanasema you have made a huge sacrifice, aliwaambia hapana, hata mimi niliambia watu wa Mombasa, there is no sacrifice I've made to be here. I feel so humbled and feel so honored to be the person that God is using. Praise the Lord. I want us now to stand and read our first reading of the word. Now I begin to preach. Sasa naweza anza kufundisha na kuhubiri. Tusimame. Tusome maandiko kama mnaweza kuyaona sawa. Lakini wale wako mbali, it is the book of 1 Corinthians chapter 12, 27 to 28. I want to read the contemporary English version. Are we ready? Tusome pamoja. For the church, but he also chose some to work miracles, or heal the sick, or help others, all be leaders, all speak different kinds of languages. Amen. Father, I thank you because of this word. I pray that you inspire today and give us the conviction to be helpers that you are calling us to be. In Jesus' name we pray. Tunaweza kuketi kwa uwepo wa Bwana. I don't know whether you have ever read in your Bible that there are people who have been called to be helpers. Umeisoma katika Biblia yako? Kama hujawahi, leo nikusomee kwa mara ya kwanza. Biblia inasema kuna mitume, kuna manabii, kuna walimu ambao wameitwa katika mwili wa Kristo. Lakini pia kuna wengine wa Mungu amewachagua waweze kuwa wanafanya miujiza na ishara na kuponya watu wagonjwa. Lakini kuna wengine Bwana amewaita kuwa msaada kwa watu wengine. Hiyo watu hawataki. Wanataka waitwe mitume. Some want to be called prophets. And some want to come with a testimony that, Pastor, you know, I laid my hand upon the sick and they were well. But the Bible says some of us have been called to give help. Kupeana msaada. Bwana asifiwe. Na nataka leo nisaidie mtu aelewe. Kama Mungu amekupatia wito ama karama ya msaada, na usipotekeleza huo msaada, you never realize your destiny. Hautafikia hatima yako kwa sababu unataka kuwa kama mtu mwingine. Lakini wewe Mungu amekuita ya kwamba uweze kuwa mtu wa kushika watu wengine mikono, wafanye huduma, waendelee. Mungu anaweza kuwa amekuita hapa, wewe kazi yako. Kama kuna mzee mmoja nilimkuta nikisafiri mahali, akasema, you know, I cannot preach the way you preach. I cannot travel, but I've decided I want to be giving the missionaries support so that they can do what God has called them to do. So kila mtu ameitwa, lakini wengine tumeitwa kuwa helpers. So it is good to know that God wants us to be helped. The Bible in the book of Matthew chapter 11 verse 28, the Bible says and records, ukianza 29, 28 inasema, come to me, you who labor, you who bear heavy burdens, wale ambao mmebeba mizigo mizito, njooni kwangu nami nitawapumzisha. So Mungu anataka watu wasaidiwe, wamebeba mizigo mizito. You have a vision, you have a burden ya jamii yako, mizigo imekulemea, unataka msaada. Kuna watu ndoa zao zitavunjika hivi mwaka huu kama mtatafuta msaada. Kuna watu hapa hata biashara yako
inataka msaada. Kama itapata msaada mwaka huu, hiyo biashara hata inaweza fungwa, maana umeibeba kama mzigo mzito kwako. Somebody said, wise people keep on looking where they can find help, but foolish people, hata kama umempatia lift, atataka kubeba mzigo kwa mabega yake. Anakaa kwa gari lakini mgongoni amebeba mzigo mzito. Maisha inaweza kukulemea, unaweza beba, hata wengine wanachinyonga. The rate of people killing themselves is growing every day. Why? Is because people are saying, let me help myself. Help myself. But you know, God looked at a man who he created and he said, wow, this is a wonderful thing. Actually, alipoumba mtu, alisema, sasa nimefanya kitu kizuri. Kitu kizuri. Because he said, he lamented and said, this is good. But the good thing that he created, ile kitu mzuri ambayo aliumba, baada ya kuiacha kidogo, akaangalia hii kitu kizuri imeanza kuwa miserable. Imeanza kuwa inahangaika kila wakati. Imeanza kuwa haina amani. Ndio Mungu akasema, huyu mtu anahitaji msaada. Anahitaji msaidizi. Biblia inasema in the book of Genesis chapter 2 ya kwamba akaumba wanyama wote akawapitiza mbele ya Adamu, na hakukupatikana na mmoja ambaye angeweza kumfaa, hadi alipoumba mke na akamfaa. She was the best thing that God ever created to Adam, because every man needs help to realize his destiny. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu anapopeana karama hakumalizia mitume ama malizie watu wa miujiza. Anasema wengine wapeane msaada. I don't know whether you regard me as a help to your life or a burden to your life. I don't know how you look at me. You may think that pastor is after our money, is after our time, is after our talent. You can choose to see me what you want to see me. But if you choose to see me as a God-given help unto your life, then your life begin to change now. Bwana asifiwe. Your life begin to change now. And equally, if I start seeing you as a bother, as a burden, watu ambao wananisumbua, watu ambao nimewabeba wamekuwa mzigo, basi sitasaidika. So lazima tugeuze mawazo yetu. Tuanze kuona ya kwamba pastor is a help, is a blessing to us. Na mimi nikiwaangalia nasema, nyinyi ni msaada kwangu, ni baraka kwa maisha yangu. Tunapoanza kuona ya kwamba Mungu ametuma watu katika maisha yetu wawe msaada, wasiwe mzigo, tunaanza kuona mission yetu hapa duniani ikianza kuwa mission nzuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. How I pray that God may touch your understanding this morning in Jesus' name. Naomba Mungu akuguze mawazo yako, maana sote tunahitaji msaada. I want us to read the book of Matthew 16:18 to 20. Jesus building his church. Yesu anajenga kanisa lake. Na Biblia inasema, kama unaweza soma, tusome pamoja. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock. Can you read the words in bold and black loudly? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. I want to give you some revelation today,
Yaani wapatie tu maono kidogo, ni wafungue macho kidogo, some little bit of revelation tu kidogo. Unajua unaweza soma maandiko miaka mingi usielewe chochote. Na haya maandiko nilipokuwa nasoma ninaona kitu fulani. Number one, I see Peter confessing that Jesus is Christ. Confessing, yani kukili ya kwamba Yesu ndiye Bwana. Mumeona nyinyi hiyo? Na Yesu anathibitisha, anasema kwa sababu umesema mimi ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu naye anamwambia, nami nakili ya kwamba wewe ni Petro. Bwana asifiwe. Two confessions are happening here. The first one is Peter confessing that you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. The second one, Jesus confesses that now that you acknowledge me, now that you willingly know who I am, I also confess and acknowledge you are Peter. Wewe ni Peter. Na wewe sio mwana wa Mungu tu, lakini wewe ni mwamba, wewe ni jiwe. Na katika wewe ili jiwe nitajenga kanisa langu. Bwana asifiwe. What am I seeing here? Willingly, kwa hiari yake, Petro anatambua ya kwamba mimi naweza kutumika. I can be used. He gives himself to Christ and says, Christ, you are Christ, the Son of the living God. I confess that you are. And after confessing, Jesus takes over and says, because you have confessed, upon your confession, I'm going to build my church. In other words, Peter gives himself willingly. Yaani anajipeana mwenyewe bila kusukumwa. Anajipeana mwenyewe. Na watu wengi hapa hatuko tayari kujipeana. Tunataka kusukumwa, kupembelezwa, kufurahishwa, kusurutishwa, kupembelezwa. Lakini Petro mwenyewe anasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anasema sasa kwa sababu you are willing, I'm also willing to build my church upon this law. Because you are willing to give yourself, because you are willing, I am also willing. Two parties that are willing. Jesus is willing and Peter is willing. Baada mjapata ile nasema, Jesus is willing and Peter is willing. Wote wako tayari na wanakubali, wanasema tajenga ili kanisa. Na nataka niwaambie kujenga kanisa inataka watu ambao wako willing. Na leo nataka niwaonyeshe, kuna bado mambo hapo nataka niwafichulie muelewe. Hawa wawili wako willing. Yesu anasema nitajenga kanisa langu kwenye mwamba ambaye ni Peter, ambaye iko tayari na inapatikana. Akimaliza pale baadaye, nataka leo muangalie ya kwamba Yesu hajasema ya kwamba I'll build my church will be built on binding demons and casting out demons. Casting out demons, it is coming down far much later, after Peter has given himself to be used to build his church. I wish somebody can catch what I'm saying. Bwana asifiwe. Kanisa inajengwa kwanza, mapepo inashughulikiwa baadaye. Sasa watu wengi ambao wamekaa hapa, pastor nina mapepo inanisumbua, kemea mapepo. Tunakemea mapepo Jumapili kujao na kuendao, lakini mapepo yanatuandama kwa sababu kanisa ambalo Kristo anajenga kwa watu ambao wako tayari kujipeana
wawe msaada. Hilo kanisa ndio linashinda mapepo.